Kwenye mchambo leo tuna mchamba hili gubaba. Yani ni gubaba kwa sababu ni mwanamume ambaye hajielewi, hajitambui, hajui waenda ama ndo ashafika mwisho wa safari. Haya, tuna mchamba mwanamume ambaye ana tabia ya kusikiza ushauri wa mama yake. Yani yeye ni mtoto wa mama yeye. Kila kitu ni mama. Wataka nini ni mama. Yani mwanamume wewe una mkeo kabisa na familia yako, lakini wewe hutaki kusikiliza ushauri wa mkeo. Ushauri wa mkeo huna haja nao, maana wewe ni mtoto wa mama. Wewe ni Bilal mama, huwezi kuishi bila mama. Sasa kila ushauri ni kwa mamake. Mwanamume nakwambia anatia kero huyu. Kila jambo yeye ni mamake. Hana muda wa kukaa na mkewe akae chini azungumze. Yani kama wewe mke unayekwa chini unaambiwa, kumbuka ashakwenda kwa mamake tayari, ashapata ushauri, amepata mpaka na jawabu la kufanya. Ndo unaambiwa wewe ikiwa tayari ushauri ashapata kwa mamake mzazi. Wewe mwanaume wa aina gani wewe? Umesikia wapi? Umeshaoa, wewe umekuwa mtu mzima. Umeoa, una mkeo. Maana ya kuoa ni kwamba mkeo ni mshauri wako. Kaa na mkeo, mpatie mkeo first priority. Kaa na mkeo, panga naye. Kama wewe at that age, at your age, hapo kwenye umefika, umeoa, una mke, una watoto, lakini ushauri wako wewe unachukua kwa mama yako, inamaanisha wewe bado hujakomaa. Inamaanisha kwamba wewe hujiamini. Ina maana kwamba wewe hata hutambui nafasi ya mkeo ndani ya nyumba. Ina maana ya kwamba wewe hujajua nafasi ya mke na nafasi ya mama yako. Yani in short kwamba wewe bado hujakomaa kiakili. Wewe bado, hata na kushangaa kwenye ndoa umeingia unatafuta nini? Kwa kina ndoa wewe bado hujafika. Bado. Kwa sababu aliyeoa mshauri wake wa kwanza, unakaa chini na mkeo, munashauriana, munaelezana, panapofaa panafaa, pasipofaa munaachana nayo na maisha yanasonga mbele. Sasa kama wewe umekuwa tangu hujaoa, umekuwa mtoto mdogo, mshauri wako ni wa wazazi wako, paka umeoa na ndevu zako za sineri, wewe bado mshauri wako ni wazazi wako. Mbona una safari ndefu wewe? Hivi nikuulize, huyo mama yako mzazi ama babako ama hao wazazi wako, bado nao wakitaka kufanya jambo wao wanaenda kwa wazazi wao? Bado. Huko ni kumdhalilisha mkeo. Huko ni kumnyima nafasi mke wako, maana ana nafasi yake kama mke wako. Ndio maana mkawa wawili. Faida ya kuoa nini? Muwe wawili, mshauriane nyinyi. Unaenda kwa wazazi kuwajulisha tu, kwa sababu wewe ushachukua uamuzi, ushashauriana na mkeo. Nafasi ya kushauriana ni ya mke wako. Wazazi ni baadaye, utawaambia vishafanyika. Vipi wewe? Yani wewe kila jambo ni mamako, kila jambo ni mama mzazi, kila jambo ni baba mzazi. Haiendi hivyo. Kwanza aliyekushauri hivyo, aliyekwambia hivyo nani wewe? Aliyekuambia ni nani? Mbona mimi naona kakudanganya tu huyo. Kama wewe ni mwanamume lakini ushauri wako, mambo yako ya kufanya ni lazima, ni sharti uende ukamwambie mama, ni sharti uende ukamwambie baba yako mzazi, jamani wewe hujakomaa. Wewe bado safari unayo, tena ni ndefu sana. Hiyo ni ishara ya kwamba hutambui nafasi ya mke wako katika nyumba. Humthamini mke wako kabisa. Hiyo inaashiria hivyo.